nilifundisha kwa upana siku ya Jumatano, nikaja nikafundisha kwa upana siku ya Ijumaa. Nilikuwa nazungumza nguvu ya imani katika ulimwengu wa roho. Tukauangalia ulimwengu wa roho ni nini, lakini tukaangalia imani inatendaje kazi katika ulimwengu wa roho. Na baadhi ya vitu ni kupitisha kwamba imani haitendi kazi katika macho ya damu na nyama. Na hapa wengi huwa wanachanganya. Imani haifanyaji kazi kwenye vitu vinavyoonekana. Imani inafanya kazi kwenye vitu visivyoonekana. Kila mmoja ana imani sawa, lakini hiyo imani inafanya kazi wapi? Ndio maana tunasema imani inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Mmoja atasema inafanyaje kazi katika ulimwengu wa roho? Unaposoma kitabu cha Waefeso kinadhihirisha zaidi ya kwamba imani inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia unaposoma pia Biblia, baadhi ya maandiko, Biblia inazungumza katika kile kitabu cha Wagalatia, kile kitabu cha Warumi 1:17 kwamba mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Na kama mwenye haki wa Mungu anapaswa kuishi kwa imani, imani yake inaopaleti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza habari ya meli na tunahitaji meli. Na kila mtu anaweza kawa anaisikia na kuhitaji meli. Lakini je, umeisikia kuna meli inatembea nchi kavu? Ili meli itembee lazima iwe kwenye maji. Vivyo hivyo wewe ili uishi lazima uishi kwa imani. Na ili uishi kwa imani, imani yako inaopaleti katika ulimwengu wa roho. Tutaniuliza swali, sasa kwa nini lazima imani iopaleti katika ulimwengu wa roho? Imani ipo katika hali ya kuvishinda vitu katika ulimwengu wa roho ili wewe katika macho ya damu na nyama uishi. Maana yake vikifungwa katika ulimwengu wa roho, wewe katika macho ya damu na nyama kupata matokeo sawa. Kwa hiyo imani ipo kukusaidia kuushinda ulimwengu wa roho. Inapoushinda ulimwengu wa roho, wewe katika macho ya damu na nyama unapata matokeo. Ndio maana tunasema imani inaopaleti katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunakemea pepo katika macho ya damu na nyama, lakini matokeo yanapokuja kutokea, pepo wanalipuka. Kitendo kinachosababisha pepo walipuke huwa hakuna aliyewahi kuona. Hawa pepo waga wanakutana na nini? Hawa pepo waga wanapigwaje? Lakini tunaona matokeo ya pepo wakifanya nini? Wakilipuka au pepo wakitoka. Tendo hilo linatendeka katika ulimwengu wa roho. Matokeo yanakuja kutokea katika macho ya damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Na leo natamani tusogee, na najua kumaliza hatuwezi. Natamani tusogee sababu ya kuwa na uhakika katika imani. Sababu ya kuwa na uhakika katika imani. Kwa nini tuwe na uhakika katika imani? Kwa nini tunatakiwa kuwa na uhakika katika imani? Kwa nini tunatakiwa kuwa na uhakika katika imani? Yaani tusiwe na mashaka, tuwe na uhakika katika imani hii. Kwa nini? Tutaanza kutembea kwenye kile kitabu cha Waefeso. Nilipokuwa nakisoma kitabu cha Waefeso, nilikuwa nahitaji tu mstari wa Efeso 2 ule mstari wa 6 na wa 8. Lakini ninapoendelea kusoma nikajikuta nimemaliza sura nzima, lakini nilikuwa na uhitaji wa ile mistari miwili tu. Na kwa neema ya Mungu tunaweza tukasoma hiyo mistari miwili, lakini tukaipitia